Cable TV, beyond the real. Hallelujah. Praise the name of the living God. Na nawakaribisha tena, ni siku ingine ambayo Mungu ameweza kuifanya. Neno la Mungu linasema ya kwamba tukafurahie, tukashangilie. Kwa hivyo niko na furaha asubuhi ya leo kwa sababu ya kuwa mahali hapa siku ya leo. Niko na furaha kwa sababu ya Mungu kunipatia nafasi tukaweze kugawanya hii neno la Mungu. So mahali popote ulipo, ninakushika ugeni, karibu sana. Mungu akubariki, Mungu akuinue kwa sababu ya kupenda hii TV ya Sky Cable, kwa sababu ya kutupenda sisi watumishi wa Mungu. So may God bless you. May God bless you. Na kabla sijaanza neno, ningependa nikaweze kuomba na wewe, na Mungu wetu atakubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru, ninakutukuza, ninakuinua kwa sababu ya mtazamaji wangu mahali popote yalipo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuko na shukrani kwa sababu ya siku ya leo. Baba, tunakupa sifa. Baba, tunakupa heshima. Baba, tunakupa utukufu. Asante kwa sababu ya upendo wako. Baba, ni asanti kwa sababu ya kutupa. Baba Jehova Mungu, siku ya leo tunasema ni asanti. Pokea sifa zote, heshima na hata utukufu katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru Bwana, ni kwa ajili ya hii siku, kwa ajili ya neno lako Bwana. Baba, ninaomba ukashuke ukaweze kunena pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Anayenitazama mahali popote alipo, Mungu wangu kambariki na hata kumuinua katika jina la Yesu Kristo. Umebarikisha hii studio, Mungu wangu kawabariki na hata kuwainua. Bariki kila mmoja anayefanya kazi mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa, pokea heshima, pokea utukufu katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na nimeamini. Amen, amen, amen. So ninakukaribisha kwa majina yangu naitwa Reverend Wawelu na nimetoka hapa Kariobangi. So Mungu wetu akawabariki, Mungu wetu akawainue. Na nimekushika ugeni na leo ningependa tukaweza kuangalia understanding spiritual covering. Understanding spiritual covering. Na ninataka kunena kuhusu kufunikwa kiroho. Na kuna jambo ambalo ningependa ujue ya kwamba wakati ambao tunaongea kuhusu kufunikwa kiroho, huyu ni ule mtu ama ni ule kuhani ambaye analinda ule mtu wako wa ndani, kwa sababu tunajua kwamba mtu wako na huyu mtu wa nje ambao ni huu mwili, na kuna mtu mwingine wa ndani. Na sasa nataka nikaguzie ama nikanene kuhusu huyu mtu wa ndani kwa sababu ni wa muhimu sana. Huyu mtu wa ndani ni wa muhimu sana. So wakati ambao tunaongea kuhusu kufunikwa kiroho, tunaongelelea ule mtu wa ndani. Watu wengi hawajawahi jua umuhimu wa huyu mtu wa ndani kuwa amefunikwa. That's why unapata ya kwamba unashambuliwa kwa sababu hauna kuhani ama nabii ama mtumishi wa Mungu ambaye anafunika ule mtu wa ndani. Wakati ambapo mtoto ako na mzazi ama baba yake ama mama yake, wakati wowote ambapo akienda huko kwa nje ama huko kwa barabara, apigwe na mtu anasemaga nitaenda kukusema kwa mama yetu, nitaenda kusema kwa baba yangu. So wakati ambapo hauna ule mtu wa kukufunika kiroho, ule mtu wa ndani, hauna mtu wa kukufunika ule mtu, kufunika ule mtu wa ndani, unapata ya kwamba maugonjwa inakushambulia. Wakati ambapo mshawi mganga ameinuka na kushambulia, kwa sababu kuna ule mtu wa ndani ambaye hajafunikwa. That's why we need pastors. That's why we need the man of God. That's why we need the prophet. Watu ambao wanakufunikia, wanafunika ule mtu wa ndani, ya kwamba kuna mambo ambayo haiwezi ikakuataka. Na ukiangalia katika Waefeso 6, Biblia inasema ya kwamba honor your father and mother. Honor your father and mother. Waheshimu baba yako na mama yako. Kwa hivyo kama kuna mtu ambaye ni wa maana, ni mtu ambaye tunamuita mzazi. Huyo ni mtu ambaye ni wa maana sana. And that's why Biblia inasema kwamba tukaweze kuwaheshimu. Na Mungu wetu ameweka katika kila eneo, ameweka mtu ambaye ni mzazi. Na mzazi amesema ya kwamba mzazi sio mtu wa kupuuza. Mzazi sio mtu wa kutoheshimu. Kwa hivyo kama kuna mtu ambaye unafaa uheshimu, ni mtu ambaye anaitwa mzazi. Na swali langu siku ya leo, sijui ni kama watu wananielewa vile ambavyo nasema. Swali langu ambalo nikitaka nikuulize, je, uko na mzazi? Mzazi ambaye ni wa kiroho, mtu ambaye uwaga anafunika ule mtu wa ndani, ndipo sikaweza kushambuliwa. Na nikipeana mfano kidogo, ningeweza kukwambia kwamba
mtu ambaye amekufiwa, hawa watu ambao tunasemaga ya kwamba huyu hana wazazi, unapataga ya kwamba kama wazazi wake walikuwa na mali, unapata huyo mtu ya kwamba chochote ambacho wazazi walikuwa nacho anapokonywa, ananyaganywa. Kwa nini? Kwa sababu hana mtu wa kumtetea. So that's why watu wengine wamefungiwa milango ya baraka zao, kwa sababu hawana wazazi, hawana mtu, hawana nabii, hawana kuhani ambaye atasimama akaweze kuwafunikia kiwango ya kwamba zile maspirit ambazo zinainuliwa katika biashara zao, zile spirit ambazo zinainuka katika doa, ya kwamba ule mtumishi anasimama. So kuna kitu ambacho Daudi aliongea kuhusu mishale ambao huaga inarushwa usiku. Hiyo mishale wakati ambapo imeashiriwa inapata ule mchungaji, kabla haija kufikia inapata ule mchungaji. So that's why nasema kwamba kama kuna mtu ambaye ni wa muhimu sana, ni mtu ambaye anaitwa kuhani ama mtumishi wa Mungu. Na nikitaka niseme kitu kingine ya kwamba baraka huaga inakaa ndani, baraka ikaagi nje. Hata wakati ambapo unaona tu mtu amebarikiwa, ni ule utukufu ambao unaonaga ule mtu amefikwa ule utukufu. So that's why nimesema ya kwamba unapokosa spiritual covering, maisha yako inaharibika. Kuna watu ambao maisha yao iliharibika kwa sababu hawana spiritual covering. Na nikisema hivyo, kuna watu ambao wametajirika, watu ambao wamekuwa bilionea, watu ambao wamekuwa milionea kwa sababu wako na mtumishi wa Mungu. Nilisema ya kwamba your prophet is your profit. So nabii wako ndiye faida yako. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu wakati ambapo uko na nabii, wakati ambapo uko na mchungaji, unapata ya kwamba kunayo mambo ambayo automatically inakuja katika maisha yako. So that's why nasema ya kwamba unahitaji mtumishi wa Mungu, unahitaji mtumishi wa Mungu. Na leo nikitaka uniambie mtumishi wako wa Mungu ni nani? Nani ambaye amekufunika kiroho? Uniandikie ni nani ambaye anakufunika kiroho. Na ningependa nimesema hivi ya kwamba mtoto yatima hupokonywa kila kitu. That's why unaona kuna watu ambao wako na kesi kwa sababu anajaribu kufikia mali ya baba yake wakati ambapo wazazi waliondoka. Unapata maantis waliinuka wakaanza kunyakua ile mali. So unapata ya kwamba ule mtoto ambaye ni yatima, kwa sababu hana watu wa kuwatetea, so anapitia wakati mgumu. Unaweza pata ya kwamba hii familia ilikuwa na mali, lakini unapata ya kwamba huyu mtoto anaendelea na kustruggle, anaendelea na kung'ang'ana kwa sababu alinyaganywa ile mali ambayo ilikuwa ya wazazi wake. That's why nasema ya kwamba unahitaji kuhani, unahitaji mtumishi wa Mungu. Na ningependa tukaanza kuangalia katika Second Chronicles, mambo ambayo ni ya Nyakati wa Pili. Tuangalie mlango wake wa 15 mstari wake wa 3. Tuangalie Second Chronicle 15 verse number 3. Ndiposa tukaweze kuelewa hii ujumbe kwa njia pana, na Mungu wetu atakubariki. So nimesema ya kwamba mtoto ambaye ni yatima huaga ananyaganywa kila kitu. That's why we need a spiritual father. That's why we need the prophet of God. That's why we need the man of God. So nimesema tuangalie katika Second Chronicles. Tuangalie pale mstari wake, mlango wake wa 15 mstari wake ni wa 3. Biblia inasema hivi. Sikiliza vile Biblia inasema hapa. Mstari wa 3. Biblia inasema hivi: basi tangu siku nyingi Israeli wamekuwa hawana Mungu wa kweli, wala hawana kuhani awafundishaye, wala hawana Torati. Ningependa unisikilize. Biblia inasema ya kwamba siku nyingi Israeli hawakuwa na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kuhani ndiye uaga ana introduce Mungu. Mtumishi wa Mungu ndiye uaga ana introduce kwako, anakuletea huyu Mungu. Sasa Biblia inasema ya kwamba siku nyingi Israeli wakakuwa ya kwamba hawana Mungu ambaye ni wa kweli. Na maandiko yanasema ya kwamba wala kuhani awafundishaye, kwa sababu that is the work of the prophet, that is the work of the men of God. Hiyo ndio kazi ya watumishi wa Mungu, kukufundisha,
kukufundisha huyu Mungu ni nani, Mungu anakaa wapi, kazi ya Mungu ni nini, Mungu anaweza kafanya katika maisha yako. That's why Biblia inasema ya kwamba hizi siku nyingi ambazo wana wa Israeli hawakukuwa na huyu Mungu, hawakuwa wamefundishwa. That's why hawakukuwa na huyu Mungu, kwa sababu kama hutafundishwa utajua aje, utamjua aje Mungu kama hujafundishwa? So that's why nimesema kwamba mtumishi wa Mungu ndiye uwaga ana introduce Mungu kwako. Sasa Biblia inasema ya kwamba siku nyingi Israeli wakakuwa hawana nini? Hawana Mungu. Hawakakuwa kwamba hawana kuhani afundishaye, wala hawana torati. Wangekuwa aje na torati? Wangekuwa aje na hili neno la Mungu kama hawajafundishwa? Wangekuwa na huyu Mungu kama hawajafundishwa? Na hiyo ndio shida yetu sisi ambao ni Wakristo, kwa sababu tumekosa watumishi wa Mungu, wengine wanakosa Mungu. That's why unapata kwamba kunao watu ambao wanaenda kutafuta nguvu zao kwa washawi na waganga, kwa sababu hakujawahi tokea, hawajawahi kuwa na kuhani, hawajawahi kuwa na mtumishi wa Mungu ambaye atawafundisha neno la Mungu. Biblia inasema ya kwamba wana wa Israeli siku nyingi wakakuwa ya kwamba hawana Mungu wa kweli, hawana kuhani awafundishaye, wala hawana torati. Watu wengi hawana neno. Kama hauna neno, hauna kuhani wa Mungu na hauna Mungu, mambo yako haiwezi kaenenda vizuri. That's what utakuwa unapata ya kwamba every evil spirit, kila silaha inafanikiwa, na Biblia inasema ya kwamba hakuna silaha ambayo itafanikiwa katika maisha ya watakatifu wa Mungu. So unapata ya kwamba kila silaha, kila ataki na kuwatake, madhabahu ya kwenu ikiinuka inakuwataka. That's why unapata ya kwamba familia mingi watu wanaangamia. Watu wanaangamia. Kwa nini? Kwa sababu hawana wakuhani, hawana Mungu, hawana neno la Mungu. Sikiliza, nimesema kwamba kuhani ndiye uwaga anakuletea Mungu, na nikasema kwamba watu ama wana wa Israeli hawakukuwa na mtu wa kuwafunza, kwa sababu hiyo ndio kazi ya kuhani. Na sikiliza, one of the reasons kilisababisha Sauli akufe mapema ni kwa sababu walikosana na Samueli. Hiyo ndio ile kitu ambayo ilifanya Sauli akaweze kukufa mapema. Na walikosana Samueli, naye Suleiman hakukuwa na kuhani. That's why unapata kwamba hata wakati ambapo Mungu alimbariki Suleiman na ile hekima, hangeweza kumaintain, hangeweza kufanikiwa. Kwa sababu kwa nini? Kwa sababu hakukuwa na kuhani ambaye alikuwa anafaa kumpatia mwelekezo, ambaye alikuwa anataka alikuwa anafaa kuwa pale afundishe neno la Mungu, amuongezee maarifa, ili alikuwa Mungu amembariki nayo, na hii ambayo ilikuwa ni ya Mungu. So sikiliza, Malika amesema kwamba wale wa Israeli wakakuwa ya kwamba siku nyingi hawakukuwa na mtumishi wa Mungu. Na ningetaka niseme hivi, Elisha kwa sababu alikuwa na Elijah, alifufua watu 16. Sababu alikuwa na nani? Na Elijah. Sikiliza, shida huwa zinakuja kwa kukosa Mungu, kuhani na sheria. Hiyo ni mambo matatu. Nimesema shida zitakupata ukikosa Mungu, ukikosa kuhani na ukikosa sheria. Sheria ni neno la Mungu. Neno la Mungu ndio linafaa kuongoze. So wakati ambapo hauna neno la Mungu, wakati ambapo hauna hii sheria, wakati ambapo hauongozwi na hili neno la Mungu, and that's why unaona kuna biashara za watu ambao wako na miungu zinaendelea na kuanguka. Saa hii wale watu ambao wanajua Mungu wao, Danieli alisema those who knew their God, they are going to do exploit. So wale watu saa hii ambao wako na wakuhani, ambao wako na neno, hao watu ambao wako na Mungu, saa hii kuna watu ambao biashara zao zimeanza kuinuka. So unapata ya kwamba mtu ambaye alikuwa ako na miungu anafanya kazi kwa ushawi, kwa uganga, saa hii afanikiwi. Unapata ya kwamba kama kuna mtumishi wa Mungu, kama kuna mtu wa Mungu pale, unapata ya kwamba biashara yake inaendelea kuinuka. Na mimi najua rafiki yangu mmoja ambaye ninapenda sana, ambaye kazi yake hang'ang'anagi, anafanyia hapa Dandora hapa Baraka, na ni mtumishi wa Mungu, hang'ang'anagi. Wakati tu ambapo alienda kwa kuhani wake akamtabiria, akamwambia ninaona unaweka kazi ambayo ni ya electronic, na wakati ambapo alielekezwa mahali ambapo ataweka ile kazi, hang'ang'anagi, na hata afuge customer wake
huaga wanagojea mpaka ule wakati ambapo atafungua. Kwa nini? Kwa sababu huyu Mungu ako na anointing nyingine ambao watu hawajawahi jua, na hiyo ndiyo shida ya Wakristo wa siku hizi. Maandiko, mimi huishi kusema haya maandiko ambao yako katika Hosea 4:6 ya kwamba my people are perishing for lack of knowledge. Kama kuna kitu ambacho kinafanya watu wa Mungu wakaweza kuangamia ni kukosa maarifa, na ninaomba Mungu atupatie maarifa, tukaweze kuwa na watumishi wa Mungu, tukaweze kurudia huyu Mungu, tukaweze kufanya kazi, kufanya zile biashara ambazo Mungu ametubariki nazo, tukiwa chini ya watumishi wa Mungu, kwa sababu hiyo ndio mapenzi ya Baba yetu aliye mbinguni. Na ni vizuri wewe ambaye unanitazama uwe unajua ya kwamba kuna mapenzi ya Mungu, na mapenzi ya Mungu ni ukae mikononi, kwa sababu wakati ambapo uko nje, maandiko yanasema ya kwamba ni kama kondoo ambaye amepotea. Sio wakati ambapo hauna kuhani, wewe ni kondoo anaonekana kama amepotea. Na hao ndio walifanya Yesu Kristo akaweze kukuja hapa ulimwenguni ili akaweze kutafuta wale ambao wamepotea. Hiyo ndio kazi yetu. Kwa hivyo mahali popote ulipo na una mtumishi wa Mungu, nataka nikakwambia hivi, ni vizuri ukaweze kuwa na mtumishi wa Mungu ambaye atakuwa anakuongoza, anakupatia maarifa kupitia neno la Mungu, ambaye atakuwa na kufundisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. So that's why nimesema shida ya wana wa Israeli ikakuwa kwamba wako na shida kwa sababu siku nyingi hawakukuwa na mtumishi. Angalia wakati ambapo walikuwa Misri, walikuwa wanateseka, hawakukuwa na mtumishi wa kuwaambia, hawakukuwa na kuhani wa kuwaelezea ni nini ambacho wanafaa wapitie, ni nini hishi ambacho hawafai kupitia. So hawakuwa wanajua. Na that's why nimesema kwamba Hosea 4:6 ya kwamba my people are destroyed for lack of knowledge. So watu wengi wanaangamia siku ya leo kwa sababu ya kukosa maarifa. Mimi nimekuja kukuambia kwamba unahitaji mtu wa kukufunika kiroho. Kwa hivyo leo kama hauna mtumishi, anzilia kutafuta mtumishi wako ambaye atakuwa anafunika ule mtu wa ndani, ndio ule mtu wa ndani aashe kufanya nini? Aashe kuwatakiwa. So sikiliza, twende katika Hosea 12. Hosea 12 mstari wake wa 13. Hosea 12, na Mungu wetu atakubariki ndiposa kaweze kuelewa zaidi, kwa sababu ningependa leo tukaweze kusemezana, na ningependa uniambie wewe ambaye hauna mtumishi, wewe ambaye uko na mtumishi wako, niandikie tu, niambie mtumishi wako ni nani, na ule mtu ambaye waga anakufunika kiroho, kwa sababu hicho ni kitu ambacho ni cha maana sana. Na nikasema ya kwamba utaangamia, utapotea, kazi yako itafungwa, ndoa yako itafungwa, utapitia wakati ambao ni mgumu kama hauna huyo mtumishi wa Mungu. So that's why nimesema kwamba you need, hata sisi, mimi ni mchungaji, wacha tu nikuelezee, mimi ni mchungaji ambaye ako na mtumishi mwingine. Mimi niko chini ya mtumishi ambaye ninaheshimu sana, mtumishi ambaye ni wa Mungu, mtumishi ambaye ametiwa mafuta, mtumishi ambaye hana roho ya kiburi, mtumishi ambaye ni mtu ambaye ni wa kunyenyekea. Napenda sana baba yangu ya kiroho. Mungu alinibariki nikapata baba ambaye ni wa kiroho. So huyo ndiye ule ambaye huanga ananifunika. So wakati ambapo mambo yanainuka, mambo ambayo siwezi nikapigana peke yangu, kuna mtumishi always ambaye anakuanga pale, anashikilia ule mtu wangu wa ndani, kwa sababu hata sisi wachungaji, sisi watumishi wa Mungu, saa zingine uwaga tunaishiwa na nguvu. So hata sisi uwaga tunapitia, hata ukiona tukiombea watu kufanyia deliverance, tukifanya yale mambo mengine, hata sisi uwaga tunapitia mambo magumu. So hata sisi tunahitaji, na mimi niko chini ya niko na chini ya Ofasia, mtumishi wa Mungu ambaye nampenda sana, na Mungu akambariki mahali popote alipo. So that's why nimesema ya kwamba hata mimi niko na nani? Niko na mtu ambaye ananifunikia kiroho. So unahitaji hiyo covering ya mtumishi wa Mungu. Hosea 12 mstari wa 13. Biblia inasema hivi: na kwa nabii Bwana alimtoa Israeli katika Misri, na kwa mkono wa nabii alihifadhiwa. Sasa sikiliza hapa. Biblia inasema hivi ya kwamba na kwa nabii Bwana alimtoa Israeli. Kwa hivyo kama sio huyu nabii
Israeli angeendelea kuteseka. Kama sio huyu nabii, Israeli angeendelea na ile mateso, ile kuteswa. Kama sio nabii, huyu Israeli angetoka katika ile nchi. So inamaanisha kwamba maisha yao yote wangeishi kuwa watumwa. Kuna watu ambao ni watumwa. Unafanya kazi ya ufanikiwi, unafanya kazi ya uendelei, unafanya kazi ya upati pesa, kwa sababu hauna nabii. Maandiko yanasema ya kwamba kwa nabii Bwana alimtoa. Kwa hivyo Bwana ama Mungu kila wakati atapitia kwa mtumishi wake. Kwa hivyo wewe kuondolewa katika hiyo hali ambayo ni gumu, Mungu anahitaji ukuwe na nabii, ili kupitia huyu nabii Mungu akuondoe. Kwa hivyo kuna mahali ambapo Mungu atakuondoa kama hauko mikononi mwa nabii, kwa sababu nimesema hiyo ndio mapenzi ya baba yetu. That's why aliashiria, that's why kuna watumishi wa Mungu ambao walitumwa. Nakumbuka Biblia inasema katika Agano Jipya ya kwamba kuna wakati wa Yesu Kristo, kuna mtu mmoja ambaye peana mfano. Kuna neno ambalo liko katika Agano Jipya ambalo linasema ya kwamba ulikuwa na ule tajiri na ule maskini. Sio wakati ambapo alikufa, Biblia inasemaga ya kwamba ule tajiri ambaye akasema kwamba singenipatia ruhusa niende nikaambia watu wetu, wakaweza kufanya nini? Biblia inasemaga kwamba akaambiwa kunao Elijah, kunao akina Musa, kunao watumishi wa Mungu ambao Mungu amewatuma, na wasipowasikiliza hata wao wataangamia. So sikiliza. That's why nimesema ya kwamba hata wewe utaangamia leo, utapitia hiyo mateso. Unaweza ishi katika utumwa miaka yako yote kama hauko mikononi mwa mtumishi wa Mungu. Hiyo ndio mapenzi. Na Mungu wetu hawezi akaenda kinyume na neno lake. Ni neno la Mungu linasema, na kwa nabii Bwana alimtoa Israeli. Kwa hivyo kama sio nabii, kama Mungu wake mtuma Musa, kama sio Musa, wana wa Israeli hawangetoka pale. Kumbuka kulikuwa na washawi na waganga ambao walikuwa wanafanya mateso ya wana wa Israeli kazidi kwa kuongezeka. So that's why nimesema ya kwamba kuna mahali ambapo huwezi ukajitoa. Kuna mahali ambapo huwezi ukajitoa unless ukuwe mikononi mwa mtumishi wa Mungu. Na Biblia inasema ya kwamba na kwa mkono wa nabii alihifadhiwa. Kuna watu ambao saa hii walikufa kwa sababu hawakukuwa mikononi mwa mtumishi wa Mungu. Kuna watu ambao saa hii wamegojeka, wako na maugonjwa ambayo haiponwi. Kwa nini? Kwa sababu walikosa mtu wa kuwafunikia, walikosa nabii, walikosa kuhani, walikosa mtumishi wa Mungu. So my brother, my sister, ningependa mapenzi ya baba yetu ni wewe ukaishike hili neno, ni hili neno likakufikie, ukaweze kuchukua hatua. So mimi niko hapa nikufikishie neno la Mungu, na wewe ushukue hatua. Hatua ni kwako, ushukue hatua. Utafuta mtumishi wa Mungu. Ukitafuta mtumishi wa Mungu, kaa chini ya mtumishi wa Mungu, kaa chini ya hiyo neema, uone mahali ambapo Mungu atakupeleka. Kuna watu ambao wamejifungia baraka kwa kutokuwa na kuhani, kwa kutokuwa na nabii, kwa kutokuwa na watumishi wa Mungu. So that's why nimesema kuna watu ambao wanafaa wakuwe na maploti mazuri, wakuwe na maploti hapa Nairobi. Kuna watu ambao wanafaa wakuwe na nyumba mzuri. Kuna watu ambao wanafaa kuishi maisha mazuri, lakini leo wanateseka, leo wanahangaika. Kwa nini? Kwa sababu hawana nabii, hawana mtumishi wa Mungu. Sikiza. Nabii wako ndio faida yako. That's why unaona wakati ambapo nabii aliingia, Israeli akatolewa katika Misri. Wakati ambapo nabii walipata nabii, wakahifadhiwa. So vile ambavyo walikuwa wanakufa ovyo ovyo, hii kifo kikafika mwisho. Vile ambavyo walikuwa wanawojeka, magonjwa ikaanza kufika mwisho kwa sababu wamepata nabii. So that's why nimesema kwamba nabii wako ndio faida yako. Your prophet is your prophet. Kwa mkono wa nabii watu wana wa Israeli wakatolewa Misri, wana wa Israeli wakahifadhiwa. Hivyo ndivyo Biblia inasema katika Hosea 12:13. Kuna magonjwa ambayo haina tiba. Kama ugonjwa wa divorce, utaenda kupelekea daktari. Ugonjwa wa cancer, kuna generation curses, kuna spiritual husband, kuna pressure, kuna kuolewa ukiashwa, unaoleka leo, kesho umetupwa. Hiyo hata ukienda kwa daktari hata kusaidia. Lakini ukikuwa na mtumishi wa Mungu, hiyo ni maugonjwa ambayo Mungu alituma watumishi wake ili magonjwa zingine uwe unapona kupitia watumishi wa Mungu. That's why utapata kwamba kuna watumishi ambao Mungu amewabariki na vipawa mbalimbali.
Kama mimi huanga nafanya deliverance, kwa kama mimi niko na hiyo kipawa ya healing, so unapata kwamba unaweza kuja na ugonjwa kwa sababu umepata nabii. Unapata kwamba nikikuombea, nikikuwekelea mikono, unapona. Na hiyo ugonjwa imekusumbua kwa miaka mingi kwa sababu ya kukosa nini? Ya kukosa kuhani ama mtumishi wa Mungu. That's why nimesema kwamba kuna magonjwa mengine ambao haina timba. Walikuwa milioni 3 wale wa Israeli, kumbuka hivyo. Walikuwa milioni 3 lakini hawangeweza kutoka Misri. Hawa watu walikuwa wengi. Milioni 3 sio watu kidogo. Lakini hawa watu hawangeweza kutoka pale hata kama walikuwa wengi kwa sababu hawakukuwa na mtumishi wa Mungu. Sikiliza, kwa neno la Elijah tunajua ya kwamba he commanded, aliweza kukomandi mbingu isinyeshe miaka 3.5. Ikakuwa hivyo. Kwa sababu nimesema kwamba Mungu kila wakati atakuwa anadhibitisha neno ambalo ni nabii. Leo nikiwa nabii, leo nikiwa mtumishi wako, nikisema ubarikiwa, automatically unabarikiwa. Lakini kama hauna nabii, kama hauna mtumishi wa Mungu, mchawi mganga akiinuka kulaani, unalaaniwa automatically. That's why nasema kwamba unahitaji nabii, unahitaji mtumishi wa Mungu, unahitaji mtumishi wa Mungu. So unahitaji mtumishi wa Mungu. Akasema kwa neno la Elijah, kukakosekana mvua miaka 3.5. Wana wa Israeli hawakukosa maji jangwani kwa sababu ya nabii. So hawa watu wakati ambapo walikuwa katika jangwa, Mungu akaprovide. Kwa nini? Na ujue ule wakati walikuwa wamezoea kukula maana wakiwa huko Misri. So wakati ambapo walipata nabii, wakati ambapo walipata mtumishi wa Mungu, maandiko yasema ya kwamba mambo ikaanza kubadilika. Mambo ikaanza kubadilika. Hao watu wakati ambapo walipata mtumishi wa Mungu, mambo ikaanza kubadilika. Chakula wakaanza kuwa na chakula mzuri. Hao watu wakaanza wakiwa huko jangwani, Mungu akaprovide. Akaanza kuambia Musa mtumishi wake, nataka uende uonyeshe fimbo yako kwa ile nini? Kwa ile mawe ikaweza kutoa maji. Wakikosa maji, Mungu lazima angetumia mtumishi wake kuprovide maji, kwa sababu Mungu atakuwa na provide mambo ambayo ya kiroho, atakuwa na provide kupitia mtumishi wako. Hiyo sio mambo ambayo mama yako anaweza ama baba yako ule wa kawaida ambaye anaweza akasema ya kwamba nimesema upate mali. My brother, my sister, utang'ang'ana kupata hiyo mali. Lakini ukikuwa na mtumishi wa Mungu, nimesema Mungu atakuwa anadhibitisha. Atakuwa kila wakati atakuwa anadhibitisha. Nabii akisema upone, automatically unapona. Nabii akisema kwamba utateseka, kuteseka kunafika mwisho. Watu wengi wanateseka kwa kukosa nabii. Hana alikuwa amekosa mtoto, lakini Eli alikuwa pale kumwambia enda na Mungu akutane na hitaji lako. That's why nimekwambia kila wakati Mungu atakuwa anahakikisha ile neno la nabii limetimia. Maandiko yanasema hivi ya kwamba Hana hakukuwa na mtoto kwa miaka mingi, lakini kwa neno la nabii, wakati ambapo nabii alipata Hana akilia, neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu akamwambia kutumia kinywa cha Eli. Eli akamwambia enenda na Mungu akutane na hilo hitaji lako. Na Biblia inasema ya kwamba kuanzilia hapo mambo ikaanza kubadilika, kwa sababu ako na nabii, kwa sababu amepata mtumishi, kwa sababu ako na baba yake ya kiroho. Ile shida ambayo ilikuwa inafanya adhiakiwe, ile shida ambayo alikuwa amekaa nayo kwa muda mrefu, ikafika mwisho kwa sababu kuna nabii. So that's why nimesema kwamba ukiwa na nabii, kuna mambo ambayo nabii atakuwa na nena automatically inatendeka kwa maisha yako. Kunayo kazi ambazo tunafanya, kazi ya mikono yetu. Kumbuka Biblia inasema nini? Biblia inasema kwamba Mungu atabariki kazi ya mikono yetu. So na Mungu atabariki hiyo kazi ya mikono yako kupitia nabii. So Biblia imesema kwamba Mungu atabariki kazi ya mikono yetu, lakini lazima ukuwe na nabii ili Mungu akabariki kazi ya mikono yako. So kama hauna nabii, hata kama wewe ni mtumishi unanitazama, lazima ukue. Tuache kiburi.
ndio twende mbali, kwa sababu kama kuna kitu itakuzuilia wewe ambao unatazama na ni mtumishi, kama kuna kitu ambacho kitakuzuilia kwenda mbali ni kukosa mtu ambaye anakufunikia kiroho. Mimi niko na historia, nimetoka mbali. Kuna mahali ambapo nilikuwa ninashikilia, na mimi nimetoka mbali nikafanya kazi ya Mungu kwa mwaka mmoja kama sina mtumishi wa Mungu. Nilikuwa napigana peke yangu, so vita zilikuwa zinanilemea, si kukuwa na mtu wa kunifunikia. So mahali ambapo nilianzilia, wewe hapa unatazama, nikitaka nikupatie ushuhuda kidogo. Mahali ambapo nilianzilia, mimi nilimepitia, mimi kuibiwa kwa kanisa, mimi kupigana na washawi na wagaga. Nimefanya mwaka mmoja nikiwa peke yangu, na mimi najua umuhimu wa kuwa na mtu ambaye anakufunikia kiroho. Mimi nimepitia mambo magumu. Ukiniona leo nimesimama, ukiona leo ministry yangu imesimama, jua Mungu amenitoa bali. So hapo ndipo niliangalia zile vita ambazo ninapigana, nikaona zingine zinanilemea, na nikaona I will give up easily. Ni kweli niko na mwito, nimeitwa, lakini kwa sababu sina mtu, na vita za kuaga mingi, unaweza pata kwamba mpaka unapigana vita zingine ambazo za watumishi wa Mungu. So kama una mtumishi hauwezi kupigana hizo vita. So mimi nikapitia wakati mgumu, nikawa na kilio, nikawa na huzuni, nikaanza kumulilia Mungu. Nikaambia Mungu, what is the way forward? Ni nini nafaa nifanye sasa? Na hapo ndipo Mungu akaniambia kwamba mimi nimekupatia ruhusa uende utafute mtumishi, mshugaji. So wakati ambapo nilienda nikatafuta mshugaji, kaanguka mikononi mwa mtu mbaya. Na Mungu alisamea kwa kusema hivi, sipendage kusema sana mambo ya watumishi, lakini kaanguka mikononi mwa mtu ambaye anielewi, haelewi shida zangu, haelewi yale ambayo ninapitia, hakunishikilia. So pale nimefukuzwa kwa sababu paka ya deni. Na ninaenda kutafuta madhabahu mengine na sina dororo. So wakati ambapo nilienda kwa yule mshukaji ambao nilikuwa mikononi mwake, niambia hivi, hii ndio maneno ambayo aliniambia. Akaniambia, mtumishi wa Mungu, nakupenda sana, lakini headquarter, sasa wale watu ambao nilijiunganisha nao, nikaambia haiwezi kukulipia. Na mimi narudia haya ya kwamba nikaambia haiwezi kukulipia madhabahu. So hiyo ni kama kumaanisha ya kwamba kama hauna pesa huwezi kuhubiri. So mimi nikajipa moyo, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba katika kitabu cha Wafilipi, I can do all things through Christ who strengthens me. Nikaambia Mungu, nipe nguvu. Hii ni challenge, na ni lazima, hii changamoto ni lazima ni overcome, lazima nishinde hii challenges. So nikaambia Mungu, umesikia, nimeambia kwamba hawa watu hawezi nilipia holo hata mwezi mmoja, hata niposa naweza kanilipia chochote. Hakuna kitu wanaweza nishikilia nacho. Na mimi sasa Mungu, singependa hawa watu wapotee. Hawa watoto ambao walikuwa nimepatia, singependa wakaweza kutawanyika. So nikamulilia Mungu. Wakati ambapo nimulilia Mungu, Mungu akasikia kilio changu. Wakati ambapo Mungu alisikia kilio changu, mke wangu alishikilia. Kaniambia, pastor, mimi nitakutafutia, nitakopa pesa kidogo. So wakati ambapo alikopa pesa kidogo, na mimi nikatafuta kwa marafiki zangu wengine walinisaidia. So nikapata holo ya 9,000, na nilikuwa ile holo ilikuwa 7,000. Sasa imepanda na 2,000 zingine. Na nilikuwa nimeshindwa, nilikuwa na alias ya mwezi mmoja, nilikuwa nimeshindwa na ile ya 7,000. So that's why tulikuwa tumefukuzwa. So nikaenda holo ya 9,000, na wakati ambapo nilienda pale, so nikakaa nikingangana, Mungu akanionekania, kanisa ikasimama, kanisa ikawa kubwa, ikawa kwamba hata hapo hatutoshei. Kuna Mungu juu mbinguni, kuna Mungu juu mbinguni. Hata kama unapitia kwa changamoto, kuna Mungu juu mbinguni. Mimi nakwambia hivyo nikiwa na confidence. So mimi nikasema ya kwamba Biblia inasema ya kwamba ategemeaye mwanadamu amelaaniwa. So mimi nikakosa kuweka hope yangu kwa mwanadamu. Nikaambia Mungu, najua ya kwamba utafanya njia. Mungu akafanya njia. Wakati ambapo Mungu alifanya njia, nilikuwa nahubiri kama sina barua. Kama sina barua yoyote. So wakati ambapo niliambia Mungu, tazama, nilianguka mikononi mwa mtu mbaya. Kaambia Mungu, what's the way forward? Fanya nini? Kaniambia, mimi nitakupatia mtumishi.
So nikapatiwa mtumishi na yuko hapa hata Nairobi. Mtumishi wangu yuko hapa Nairobi na ako bali sana, sababu ako huko Meru. Nampenda sana Robert Mugendi. Nampenda sana. Ni mtumishi wa Mungu, ndio fasia wangu. Ninampenda sana. Na Mungu ambariki mahali ambapo wako. Na abariki kanisa. Abariki kanisa. Mungu asiwahi sahau. Na hiyo ndio kilio changu. Asiwahi sahau. Na kanisa ya Unlimited Faith Action. Alinitumia barua hata kama sikutuitishwa chochote. Akanisimamia, akaniambia, mtumishi wangu, nataka nikupatie barua ndiposa ukaweza kuhubiri. Sitaki kusikia ya kwamba kanisa iko na shida. Namwambiaga mchungaji, ninapitia yeye, ananiambia mtumishi, nitakuombea. Mungu atakuonekania. Na kwa hakika Mungu amenionekania. Mungu amenionekania. Saa zingine wakati tunapitia challenges, ako pale kuni encourage. Ananiambia mchungaji, weka ni faithful, I'll be there for you. Wengine nilikuwa na harambee nikawaita. Watu ambao nimeshawahi simama na wao hawakunisaidia. So that's why nimesema ategemeaye mwanadamu amelaaniwa. Wakati ambapo nilipata huyo mtumishi, mimi nashukuru Mungu sana. Akanipatia barua ya kanisa. Saa hii kanisa inaendelea vyema. Saa hii tumeinuka, kanisa imesimama. Saa hii mahali ambapo tuko tunaelekea kutafuta kiwanja. Kwa nini? Kwa sababu nilipata mchungaji. So that's why nimesema kwamba hata kama ulikuwa umeanguka mikononi, saa zingine mtu anaweza kaanguka mikononi mwa mtu mbaya. Sio kusema ya kwamba watumishi wazuri wako. Watumishi wazuri wako. So that's why nimesema ya kwamba omba Mungu akupatie mtumishi wa Mungu ambaye yako na roho ya kiungu. Mtu ambaye Mungu anamtumia, mtu ambaye anaogopa Mungu, mtu ambaye hata kubali kukupitishia. Mtu ambaye atakushikilia, mtu ambaye atakuwa na kuombea, mtu ambaye atakuwa na jinyima. Nilisema ya kwamba hiyo ndio kazi ya wachungaji, kujinyima, kuenda fasting kwa sababu yako, kulilia maisha yako. So ukikosa mtumishi wa Mungu, utapitia mambo magumu. Mimi nilipitia kama mchungaji. Nilikuwa na ubiri, lakini nilipitia. So ukisikia nikisema hivyo, jua ya kwamba ni muhimu sana ukuwe na mtu wa kukufunika kiroho, sababu vita zingine hutawezana na vita za watumishi wa Mungu. Mungu ndiye uaga anapigana. So wewe ambaye ni mshirika, ni gumu sana kupigana vita za wachungaji. So unahitaji mchungaji mwingine ili akaweza kukushikilia. Sikiliza, twende katika Isaya 44. Isaya 44 nimalizie pale. Isaya 44 mstari wake wa 26. Biblia inasema hivi 26. Biblia inasema nilidhibitishaye neno la mtumishi wangu na kuyafikiriza mashauri ya wajumbe wangu. Niubiaye Yerusalemu utakaliwa na watu, nayo miji ya Yuda itajengwa, nami nitapainua mahali pake palipobomoka. Kuna watu ambao maisha yao ilibomoka. Maandiko yanasema ya kwamba ni Mungu ambaye analithibitisha. Hili neno ambalo ninakunenea, Mungu ndiye atakayelithibitisha. Sikiliza. Na maandiko yanasema ya kwamba alithibitishaye neno la mtumishi wake na kuyafikiriza mashauri ya wajumbe wake. Kwa hivyo Mungu waga analithibitisha neno lolote ambalo mtumishi wake ama mchungaji amenena. Anasema ya kwamba ataupa Yerusalemu. Mungu anaenda kukutengeneza tena. Na anasema ya kwamba utakaliwa na watu, nayo miji ya Yuda itajengwa. Kwa hivyo kuna watu ambao watajenga. Kuna watu ambao maisha yao itajengwa. Wakikuwa watumishi wa Mungu. Na neno la Mungu linasema ya kwamba nami nitapainua mahali pake palipobomoka. As simple as that. Kuna watu maisha yao iliporomoka. Mungu anataka akaweza kujenga hiyo maisha yako kupitia mtumishi wa Mungu ambaye anakufunika kiroho. Mungu hufanya maneno ya watumishi wake itimie. Simple as that. Mungu hufanya maneno ya watumishi wake ikaweza kutimia. Na jambo lingine ambalo ningesema ni ya kwamba kumbuka wana wa Israeli wakati ambapo walikuwa wanatoka katika ile nchi ambayo ilikuwa ya utumwa. Neno la Mungu linasema kwamba Musa akasema
ya kwamba hawa wa Misri ambao mnawaona hamutawahi waona tena. Hivyo ndivyo Musa alisema, na ikafanyika hivyo. Mungu akatimiza neno la mtumishi wake, na kukawa na barabara katikati ya bahari. Mungu akalithibitisha, kwa sababu neno imesema katika kitabu cha Isaya, ni Mungu ambaye alithibitisha neno la watumishi wake, neno la wajumbe wake, neno la manabii. Mungu ndio alithibitisha. Sio kila neno ambalo hata ukijitabiria, sio kila neno ambalo Mungu atakuwa anathibitisha wewe ukiwa kama mshirika. So that's why nakwambia kwamba unahitaji mchungaji ambaye Mungu atamfanya akaweza kudhibitisha lile neno ambalo amesema. Akisema kwamba ubarikiwe, unabarikiwa automatically. Sikiliza, tafuta kuhani akuzungumzie baraka. Baraka huaga inazungumzwa. Tafuta kuhani. So mahali ulipo kwa dakika 5, mahali ulipo, nataka uniambie kuhani wako ni nani? Kuhani wako ni nani? Nani yule ambaye anakufunikia kiroho? Sababu unahitaji mtu. Sikiliza nikwambie, ule mtu ambaye aliishi pale miaka 38 pale katika ile kizima cha Bethsaida. Neno la Mungu linasema kwamba ule mtu alikuwa amekosa. Lakini wakati mtumishi wa Mungu, mtoto wa Mungu Yesu Kristo, wakati alifika pale, hakuhitaji tena kutumbukizwa katika ndani ya ile kizima. Neno la Mungu linasema ya kwamba wakati Yesu Kristo alifika pale, akamwambia kwamba ungelitaka kuweza kupona, ungelipenda kupona. So sikiliza, kunao watu ambao ni wagonjwa. Utapona kupitia watumishi wa Mungu kama utaamini lile neno ambalo linatoka katika kinywa cha mtumishi wa Mungu ambaye anakufunika kiroho. Kwa sababu nimesema kwamba Mungu kila wakati atalithibitisha neno la mtumishi wake, neno la nabii, neno la kuhani. Kila wakati Mungu atalithibitisha akisema ya kwamba hakuna laana. Inaweza kuwa kwamba ulilaaniwa, unahitaji mtumishi wa Mungu. Baraka ni kunenwa, inanenagwa, akaweza kunena baraka. So kama huna mtumishi wa Mungu, utashikwa na hiyo laana, utaangamia, utateseka. Wengi wamefungua baraka, wengi wamefungua kazi, kazi zimeisha. Wengi wamejaribu, wameanguka kwa sababu hawana kuhani, hawana mtu wa kuwafunika kiroho. Kuna vita kiroho. Baraka huanzilia kiroho. Kama ionekani kiroho katika ulimwengu, hauwezi ukapokea baraka. Katika ulimwengu huwezi ukarithi chochote kama hiyo baraka haijaonekana kiroho. Efeso 6:11, hatupigani vita za mwili na damu. Hatupigani vita. Tunakaa na washawi na waganga wengine jirani zetu, na hujui ni nani mshawi, hujui ni nani mganga, hujui ni nani huyo ambaye anakuroga, huyo ambaye anaroga hiyo biashara yako, haujui ni nani. Sikiliza leo, unahitaji unahitaji kuhani wa kukufunika kiroho. So washa kiburi ya kwamba mimi ninaweza. Hauwezi peke yako. Kama vile mimi siwezi ongoza wale watu ambao nimepatiwa bila huyu Mungu. Nahitaji Mungu na ninahitaji mchungaji mwingine ambaye atakuwa ananishikilia kiroho. So tuwashe kiburi, turudi katika njia za Mungu. Hautabarikiwa ukiwa nje, utabarikiwa ukiwa ndani, ukiwa mikononi mwa mtumishi. So tafuta kanisa, tafuta mtumishi wa Mungu, nyenyekea pale. Kunao watu walitoka kwa ile huduma ambao mimi nina minister. Wengi wao saa hii wanateseka, wanaangamia kwa sababu hawana mtumishi wa kuwafunika kiroho. Wakati ambapo walikuwa pale, walikuwa wanaendelea. So ni gumu sana kuendelea kama uko mikononi mwa mtumishi wa Mungu. Unahitaji mtu wa kukufunika kiroho. So my brother, my sister, mahali ulipo, kama uwedangi kwa kanisa, tafuta kanisa. Kama huna mtumishi, kama huna mtumishi, tafuta mtumishi wa Mungu. Tafuta mtumishi wa Mungu. Sikiliza nikwambie, hii Sunday, Jumapili hii inakuja, naenda kufunja madhabahu ya washawi na waganga. Naenda kufunja kuanzilia hiyo Sunday ambayo nilikuwa na hiyo topic, mateso
kupitia mikononi mwa washawi na waganga. Hii Sunday ndio naenda kufunja hiyo madhabahu ambayo ni ya washawi na waganga, hiyo ambao walikufunga hizo laana hizo laana naenda kufunja hii Jumapili. So kama una mtumishi Sunday, na kualika pale kanisani kwetu kaweze kufika pale kakufujia hiyo madhabahu ambayo inakusumbua, hiyo madhabahu ambayo inainukia biashara yako, hiyo madhabahu ambayo inakulemea wewe kuendelea. Hii Jumapili usikose kuja pale kanisani. Tuko hapa Kariobangi. Kwa hapa Kariobangi opposite PCEA. Tuko hapo Kariobangi opposite. Ukifika tu hii barabara ukitoka Osops kama unaelekea Lauda, ukifika mahali ambapo kuna kanisa la Catholic, teremka tu kidogo, on your left side utapata PCEA. Opposite kuna supermarket ambao kuna wholesale ambao ni kubwa sana. Hapo juu utaona bana imeandikwa Emmanuel Worship International Ministry. Niko pale na nimesema kwamba ninaenda kufunja hizo laana, hizo maugonjwa ambazo umekaa nazo sana ndani ya mwili wako, hizo maroho ambazo zinakutesa, hizo maroho ambazo zinakufanya ukose amani. Kuja hii Jumapili na utaona yale ambayo Mungu anafanya mahali pale. So nimesema kwamba unahitaji msugaji, understanding spiritual covering, kuelewa kufunikwa kiroho. Unahitaji msugaji wa kukufunika kiroho. So kama uko pale hauna mtumishi, hauna mtu wa kukufunika kiroho, kuja pale na Mungu wetu atakubariki. So kwa dakika tano taka nikaweza kuwatambua. Kuna huu Evangelist Ibrahim. Asante sana mtumishi wa Mungu. Mungu akakubariki sana. Unaniambia powerful words. I like it. I agree with God's word. Power of word. Nguvu za neno. Evangelist Ibrahim. Mungu akubariki sana. Mungu akuinue. Mungu apeleke hiyo huduma bali katika jina la Yesu Kristo. Unaniambia powerful word. I like it. May God bless you. Naye Mungu akazidi kukupa kibali. Hey. Mungu akakubariki kwa sababu ya hiyo. Naona Rose Plaza, Mungu wetu akubariki sana. Mungu wetu akakuinue. Asanti. Na sijui kama ni wewe ambaye unaniambia unaenda kutolewa plaster. Teniko tuna kagu dho naenda kutolewa plaster. Sijui ni nani huyo. Kama ni wewe, nimetangaza uponyaji, total healing. Mimi ni mtumishi wa Mungu na tumesikia Mungu atalithibitisha neno la mtumishi wa Mungu. I declare total healing in the mighty name of Jesus. Hiyo roho ya kisirani, roho ya attack nimeikamata, nimekemea na nimeangamiza katika jina la Yesu Kristo. Mimi nimepewa mamlaka hapa duniani. Nimepewa mamlaka ya kwamba kila roho ambayo nitafunga hapa, hata juu mbinguni itafungwa. Hiyo roho nimefunga katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. So may God bless you. Wale wote ambao mnaniambia mko hii, Mungu wetu akawabariki sana. Mungu wetu akawabariki. Mungu wetu akawainua. So nitafurahia sana kukuona pale kanisani. Oh yes, we can do it without a helper to hold our head. Oh yes, we can do it. Hatuwezi tusipokuwa na watu ambao wanatushikilia, wanatu-encourage. Kwa sababu nimesema kwamba saa zingine uwanga nguvu inatuishia. Hata sisi watumishi tunapitianga. Sisi watumishi wa Mungu tunapitianga. So that's why nimesema kwamba hata sisi tunahitaji. So kama mchungaji anahitaji, nani alikwambia wewe ya kwamba uhitaji? So nyinyi wote ambao mko hii, siwezi nikawasoma wote kwa sababu ya masaa. Naona masaa na ninataka tuombe, nataka nikaweza kunena neno, na ninataka nikaombee huyo mtu ambaye ni mgonjwa. So that's why sitaweza kuwasoma, lakini Mungu wetu akawabariki sana. Asante kwa sababu ya hiyo upendo. Na kama vile mnanipenda, nami nikiwa mtumishi wa Mungu ambaye nimepatiwa power and authority, nimenena baraka, nimenena kibali. Wewe ambaye kazi yako iko chini, mimi kama mtumishi wa Mungu nimenena kwamba hiyo kazi inaenda kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Hakuna mshawi, nimenena hakuna mshawi
ambaye atamaliza hiyo biashara katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. So mahali popote unatazama, nimeshukuru sana, nataka nikuombee na Mungu wetu akakubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimewaambia mtazamaji wangu mahali popote alipo, hawa ambao wanapenda Sky Cable, mahali popote walipo nimewabarikisha. Baba, nimetangaza ya kwamba hakuna roho ambayo itainuka kinyume na biashara zao, hakuna roho ambayo itainuka kinyume na ndoa zao. Baba, nimewaombea, ukawabariki, ukawainua katika jina la Yesu Kristo. Huyu ambaye ananitazama na ni mgonjwa, natangaza uponyaji. I declare healing, total healing in the mighty name of Jesus. I defeat every power of sickness in the mighty name of Jesus. Nguvu zote za giza, maroho ya maugonjwa, nguvu zote zilizoko katika ule ugonjwa, ninakamata, ninakemea, kuangamiza na kusambaratisha. Nabomoa kila maroho katika jina la Yesu Kristo. Ulimwambia Yeremia, umempatia nguvu za kubomoa na kujenga. Baba, nimebomoa katika jina la Yesu Kristo, na nimewainua tena katika jina la Yesu Kristo. Huyu ambaye kazi yake ilikuwa chini, nimeinenea kupitia neno la nabii, nimenenea hiyo kazi ikaweza kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninawaombea wote, ukawakumbuke, ukawainue. Kumbuka kila mmoja ambaye anafanya kazi mahali hapa. Kumbuka my father, mama yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ukambariki Grace Milela, ninambarikisha, ukambariki, ukamuinua pamoja na watoto wake katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu ya hii nafasi, Mungu wangu, nimewaombea siku ya leo ya kwamba unaenda kubariki hii studio. Hii studio inaenda kuenda bahari katika jina la Yesu Kristo. Nimefungulisha mamilioni ya watu ambao watakuwa wanatazama hii Sky Cable TV katika jina la Yesu Kristo. Baba, kuanzilia siku ya leo, ninaomba hili ombi likakufikie, ukafungue mamilioni ya watu katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimeitishia hii studio FIFA kibali, nimenena kibali katika jina la Yesu Kristo. Yeyote ambaye anafanya kazi mahali hapa, ukawabariki na kuwainua katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru na ninakuinua, ni kwa sababu umesikia na utatenda katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na nimeamini. So Mungu wetu akawabariki sana, na nambari yangu ya simu kitaka kunishika kama kesho. That's why nimekuja leo. Nilikuwa nimezoea kukuja Wednesday, itakuwa nakuja every Tuesday. Na nambari yangu ya simu kitaka nikuombe, ukitaka kunishika nikuelezee mahali ambapo tuko, ni 0720661909, 0720661909, 0720661909. Niko pale Kariobangi. Mungu wetu akawabariki sana, na Mungu wetu akawainua. So nimewakaribisha hii Jumapili ambayo inakuja, na kesho niko pale kanisani one on one. Tutaingia pale kanisani mmoja baada ya ule mwingine, tukaweza kusemezana zile shida ambazo zinakusumbua, na Mungu wetu atakubariki. So may God bless you. May God bless you. Shalom, shalom, shalom. Amani. May God bless you.